Haya, Chwele hamjambo? Hamjambo tena? Hebu tafadhali tusalimiane hivi. Asante sana. Ninawashukuru wenzangu ambao wameongea mbele yangu. Tuko na mikutano mingine minne mbele. Kwa hivyo nitakuwa straight na brief. Ndugu zangu na dada wa Chwele, kwanza nawashukuru hawa ndugu zangu wawili, Mheshimiwa Eugene Wamalwa na Mheshimiwa Natembeya, ambao wametukaribisha hapa leo. Wakati tulikuja hapa Chwele, tulipiwa mawe hapa, hata tukarudi njiani, watu wetu wengine wakaumia. Na niliambia wakati huo ilikuwa imepangwa na kiongozi mkubwa kutoka pande hii. Leo nafikiri labda Roho Mtakatifu amemguza, akubali kwamba sisi tuongee na ndugu zetu hapa katika area hii ya Chwele. Pili, nimekuja nikiandamana na viongozi kutoka Kisii mahali nimekuja. Mheshimiwa Ben Momanyi ndio huyu, Mheshimiwa Kemosi ambaye pia ni national chairman wa chama chetu cha Jubilee ndio huyu wako hapa, na wengine hapa Chwele. Nyinyi na sisi ni ndugu na dada, na kwa sababu nchi yetu hii ni nchi ya kidemokrasia na tumeamua tutakuwa na vyama vingi, tutashirikiana na tueneze demokrasia hapa na kwingine kote katika Jamhuri ya Kenya. Yale tunakashifu ni kwamba serikali inaingilia na kusumbua watu ambao wanajieleza na wanaongea na wananchi. Sasa nigeukie mambo matatu ambayo yamenileta hapa. Kwanza, sisi tumekuja hapa ndugu zangu wananchi kuwatembelea, kujuana na nyinyi, na mimi kwanza kwa kibinafsi kuwaomba kwa unyenyekevu, kwa sababu tumeanza safari ya kutafuta uongozi wa nchi hii. Na nyinyi ndio wakubwa, nyinyi ndio mko na kadi ama namna gani? Nyinyi ndio wakubwa. Sisi tutawaandikia barua ya kuomba kazi. Sasa nyinyi ndio saa, nawaita dear sir. Barua yangu inakuja dear sir, watu wa Chwele. Sasa I am applying for the job hii ya kuwa president wa nchi. Dear sir, muniangalie vizuri na mnajua rekodi yangu. CV yangu ndio hiyo. Mlijua vile tulipangana wakati tulikuwa kwa Ministry of Education. Na mnajua mimi sichekangi na kazi. Si mnajua hivyo? Ikifika wakati huo mkiona barua yangu nimemaliza hapo chini nikasema yours faithfully Fred Matiang'i, munipee kazi ama namna gani? Lakini nitapitia kwa kikao hiki chetu hiki cha United Opposition, tuongee vizuri na hawa ndugu zangu na dada, na ninajua kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutakubaliana. Nimalizie mambo mawili, na tafadhali munisikize kwa hii kwa sababu ni mambo hatari sana. Kwanza, kwa maoni yangu mimi, na ninasema hivi hadharani, tunaheshimu serikali na tunaheshimu viongozi wetu. Hata tukifanya siasa hii vile tunafanya, umoja na amani ya nchi yetu ndio muhimu zaidi. Na tunawaheshimu sana viongozi wetu. Lakini mambo mengine yale ambao wanafanya sio ya haki na hatuwezi kukubali. Umasikini ule uko katika pande hii ya Kenya. Part of it ni kwa sababu ya mambo ambayo yanafanywa na serikali kama hii. Mimi nataka sisi kama opposition tukubaliane kwamba tukipata nafasi majaliwa ya Mwenyezi Mungu tupate serikali, sisi tutasahihisha and will investigate these agreements ambazo zimeingiliwa hapa, mambo ya Nzoia na yale mengine, we will investigate them with a view to cancelling them, kwa sababu inaumiza watu wetu pande hii. Namba 2, elimu ndio kitu ya muhimu zaidi katika taifa letu la Kenya. Ama namna gani? Sasa imekuwa shida. Wameshindwa saa hii, tukiongea mashule imefungwa na principals wanaumia. Lakini sasa hata nyinyi wananchi, si mnajua hiyo ni kazi mimi naweza? Mbona tungoje nipewe kazi nianze hiyo mambo? Ili tupange elimu yetu na tupange vitu zetu waende mbele. Ama namna gani? Na pia serikali tunawaomba waongee na wale wengine. Sisi tuko tayari on that one issue, kwa sababu elimu ni ya watoto wetu na inatuhusu sisi wote. Kama kuna makosa mahali watahitaji kusaidiwa, wasaidiwe. Mwisho, viongozi wa usalama, ninawaomba tafadhali viongozi wa usalama, kwa sababu wengi wao tunawajua, wengi wao mimi nimefanya kazi na wale wengine wakubwa, and I have faith that there are people who understand their work very well. Lakini hawa viongozi wetu wa serikali wameanza kisiasa kutumia viongozi wa usalama vibaya. Yale maneno tuliona jana pale, watoto wa shule kwa school bus wanapiwa mawe.
Sijaona kitu ya aibu kama hiyo maisha yangu. Tupige watoto wetu mawe kwa school bus. Hiyo ni shida mbaya sana kwa hii serikali. Tunawaomba tafadhali, tunaweza kuwa na upinzani, tunaweza kuwa na shida, lakini tuangazie tafadhali, tufikirie maisha ya watoto wetu, maisha ya watu wetu, na tufanye mambo ambayo yanatuwezesha sisi kwenda mbele. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tutarudi tena, tutakuwa hapa, tutaendelea na huu mjadala wa kukaa pamoja, kwa sababu sisi wote tumeungana kwamba tutakuwa mbele kuhakikisha tumeleta mabadiliko. Ni wangapi wanakubaliana na mimi tunahitaji mabadiliko kwa hii serikali? Mahali nilitoka waliniambia wako one term. Hapa ni one term. Harambee! Harambee! Chwele, leo ninawavulia kofia kwa sababu mmesimama imara na mmekataa yale mambo ambayo tulifanyiwa hapa wakati ule tulikuwa hapa. Huyu aliniambia nilichunga mtihani, nilichunga na haikuibiwa. Sasa hawa hawatatuletea shida, tutakuwa huko. Kwani tutakuwa wapi wakijaribu kutuibia? God bless you na asante sana.